Bismillahirrahmanirrahim. Subira na uvumilivu ni miongoni mwa nguzo kubwa zaidi kwa wanandoa, upande wa mwanamke na upande wa mwanaume. Wanandoa wawili wanatakikana wajipambe na sifa hizi, sifa ya subira na sifa ya uvumilivu. Na hili tabaan ni kutokana na kwamba wote hawa wawili ni wanadamu. Ukiachilia mbali wamekutana wote wawili wakiwa wanatoka katika jamii tofauti. Huyu mwanaume amelelewa na jamii nyingine na huyu mwanamke amelelewa na jamii nyingine. Binti wazazi walivyomlea walikuwa na misingi na adabu zao za kumlea. Kijana wazazi walivyomlea walikuwa na misingi na adabu zao za kumlea. Leo hii wamekutanishwa na hichi kifungo cha ndoa, aqdu ziwaj, kifungo cha ndoa, na wanaanza maisha mapya. Katika hichi kipindi cha mwanzo ni lazima wawe ni wenye kusubiri, ni lazima wawe ni wenye kuvumiliana. Ndoa haitengenezwi kwa ugomvi, ndoa haitengenezwi kwa masimango, ndoa haitengenezwi kwa gubu, ndoa haitengenezwi kwa maneno ya chini ya chini. Mwanamke, unapokosea katika jambo lolote, kubali kwamba umekosea. Mueleze mwenzako kwamba hapa mimi nimekosea. Mtake msamaha mwenzako akusamehe. Mwanaume vile vile, mnapokuwa katika ndoa, unapoteleza, unapokosea katika jambo, kubali kwamba umekosea. Mueleze mwenzako kwamba hapa umekosea na umtake msamaha akusamehe, ili maisha yasonge mbele. Ndoa inatengenezwa na hawa wote wawili. Ndoa haitengenezwi na mwanaume peke yake. Hapana, haya ni makosa. Ndoa inatengenezwa na mwanamke, vile vile ndoa inatengenezwa na mwanaume. Hizi seli mbili zinapokutana pamoja katika maisha ya ndoa, ndizo zinazoweza kutengeneza ndoa. Haitokuwepo ndoa yenye amani, yenye utulivu, yenye salama kama mwanamke atakuwa si mwenye kutulia. Kama mwanamke atakuwa ni mgomvi katika hiyo ndoa, ndoa hiyo haitotulia. Vile vile upande wa pili, kama mwanaume atakuwa ni mgomvi kwenye ndoa, ndoa hile haitokuwa ni yenye kutulia. Ninaporejea kwa wanaume tunatakikana tuwe na uvumilivu zaidi kwenye ndoa, na hii inatokana na tabia na maumbile ya mwanamke. Mwanamke kuna baadhi ya vitu anavifanya mwenyewe akaviona kwamba hivi vitu viko sawa, lakini kwa upande wako vile vitu havipo sawa. Tusubiri, tuwe tuna uvumilivu, tuwe ni wenye kusubiri. Mwanamke, unapohisi tabia ameifanya haikupendezei, mueleze, mfahamishe, na hata kama ukimuona anarejea lile swala, jaribu kumuelewesha kwa taratibu na kufuata prosesi ambazo zimeelekezwa katika misingi ya ndoa, na si kumpiga. Kuna wengine wana mikono miepesi sana. Anapomuona mwanamke amekosea, yeye anakimbilia moja kwa moja kwenye kumpiga. Hapana, ni makosa. Kumpiga mwanamke ndani ya ndoa ni makosa makubwa sana, tena sana, na hakuna sheria ambayo imetupa mamlaka hayo ya sisi kuweza kuwapiga wake zetu ndani ya nyumba. Na hata hiyo aya ambayo unaifikiria kwamba imekuhalalishia wewe kumpiga mwanamke, hapana, ni makosa ya ufahamu wako katika hiyo aya. Basi ni lazima tujipambe na sifa ya kuvumilia na sifa ya subira. Nabiullah Ibrahim salawatullahi wasalamuhu alaihi, siku moja baada ya kuwa maudhi yamezidi kutoka katika moja ya wake zake ambaye ni Sara, Nabiullah Ibrahim ikabidi amshtakie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia mitume jinsi gani wanavyotufundisha sisi tuweze kuishi na wake zetu. Angalia mtume, maudhi
yamekithiri kutoka katika familia yake, anapiga magoti, anainua mikono kwa Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu ndiye aweze kumtatulia lile jambo. Lakini leo hii sisi tumekuwa ni wepesi wa mikono. Jambo kidogo tu limekuudhi tayari unampiga mke wako. Hapana. Angalia Nabiullah Ibrahim baada ya kushtakia lile jambo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa auha Allahu Ta'ala ilayhi, Mwenyezi Mungu akamshushia wahyi mtume wake Ibrahim alayhi salam. Anamwambiaje? Innama mathalul mar'ati mathalul dhil'il muawwaj, mfano wa mwanamke anamweleza ni mfano wa kibavu, ni mfano wa kishipa ambacho kimejikunja, kibavu ambacho kimejikunja. In aqamtahu kasartahu, ukishindana nacho kusema kwamba sasa lazima nikinyooshe kile kibavu utakivunja. Mwanamke si mtu wa kushindana naye kwenye ndoa. Leo hii kuna baadhi ya watu mkewe amenuna na yeye basi atanuna hapo ndani ya nyumba, hakutoeleweka. Jamani, utashindanaje na mwanamke? Kuna baadhi ya tabia ni maumbile ya wanawake walivyoumbwa. Kwa hiyo lazima ilo swala ulielewe. Mwenyezi Mungu anamwambia Nabiullah Ibrahim alayhi salam, in aqamtahu kasartahu, kama utashindana nacho ili ukinyooshe kile kibavu utakivunja. Wa in taraktahu istamta'ata bih, na kama ukisema ukiache vile kilivyo utapata raha, utafaidika. Muache ule mwenendo aliokuwa nao, mrekebishe taratibu. Umeona? Nenda naye taratibu ndani ya ndoa. Isbira alaiha, Mwenyezi Mungu anamwambia Nabiullah Ibrahim, subiri kwake yeye, vumilia kwake yeye. Huu ni muda, kuna muda utafika yeye mwenyewe sasa atakaa, atajiona nilichokuwa namfanyia mume wangu sio sahihi, nipo ndani ya makosa, sahihi nifanye hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo ni muhimu kwetu sisi kama wanandoa ni kujipamba na subira, ni kujipamba na uvumilivu. Ni lazima tushikamane na nguzo hii, kwani nguzo hii inaweza ikatusaidia sehemu kubwa zaidi katika maisha yetu ya ndoa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.